Mjomba vipi? Maadui zetu wanatuandama. Ni nani amekufanyia hivi? Sonia, kuna siku nilimkuta anakuja nyumbani kwako na alionekana kama kuna kitu nataka kukifanya. Mimi sikuliruhusu hilo. Basi tangu hapo Sonia akawa na kisasi na mimi. Sawa, lengo kubwa aone. Akishamuona mama yake, nini kinafuata? Ndipo nitakapomwonyesha mbaya wake, tena kwa kauli ya mama yake mwenyewe. Sonia, mimi na wewe ndio tunaojua ukweli wa kifo cha mama yake na Sasha, na ninachokitaka, nataka nimchezeshe mchezo Champo mpaka ashike adabu yake. Pole sana mjomba. Hata mimi leo nilipata matatizo. Mimi leo mjomba nilianguka baada ya kukumbuka maneno yako kwa mwenye mkuu ndiye aliyemuua mama. Na uwezi amini mjomba, kwa macho yangu mawili leo nimemwona mama akiingia nyumbani kwa mwenye mkuu. Sijakuelewa. Yaani namaanisha nimemwona mama akiingia kwa mwenye mkuu. Una uhakika unachokisema? Ninachokwambia hapa, nina uhakika nacho, nimeona kwa macho yangu mawili. Sijahadisiwa na mtu yoyote. Sawa. Sasa kuna kitu nimeshagundua. Ngoja nipone. Nitalifanyia kazi. Yeye si alinichoma kisu kwa lengo la kutaka kupoteza ushahidi. Sasa mimi nataka nimuonyeshe kwamba mimi kwa nini nimeitwa kibwana mwenye mkuu. Sawa. Tunawezaje kumsaidia Sasha kumtoa kwenye kafara inayokuja hivi karibuni? Wacha kurukutanta mantetele. Hivi mna siri gani kati yawe na Champo? Siri mimi na Champo? Kwa nini unahisi hivyo? Mimi maana nimekuona unaongea naye. Wapi? Na umeona nini? Hamna, sijaona kitu. Mimi nikawe na siri na Champo? Hali ni kunuia mtoto wangu mimi. Leo hii nikaeke na siri. Kama kuna mtu sitaki kumuona mshenze mkubwa, basi Champo namba 1. Naonana naye ni vile tu tunakaa kijiji kimoja. Leo nikaeke siri na Champo. Hataweza kutolewa kafara. Mimi kuna kazi nitaifanya ili kumwepusha na hiyo kafara. Ninachokiomba, naomba uniachie siku ya leo mpaka kesho nitapata majibu yaliyokuwa sahihi. Sawa, nitakuja kesho saa 7 kamili. Au wewe unaona muda gani unafaa mimi kuja? Huo ni muda mzuri sana. Bibi basi, mimi nilikuuliza tu na hala sio kwa ubaya. Mpaka unafikia huko tena kumkumbuka mwanao sasa hivi. Basi bibi yangu, basi. Tena bwana, tunapokaa kwenye maongezi, sitaki kumuingiza wa Champo. Basi sawa, acha nikajiandae nielekee sokoni bibi. Usichelewe sasa tena. Sonia, tayari umeshaingia kwenye vita wewe na Champo. Kwa hiyo ni lazima tufanye kitu ili kuepukana na haya mauzauza yote. Umeelewa? Tekelo mama, oh amkoma tekelo mama. Koma tekelo mama, oh amkoma tekelo mama. Tekelo mama, oh amkoma tekelo mama. Oh amkoma tekelo mama, oh amkoma tekelo mama. Haya. Uone mkunde kunde. Sawa. Fanya hivyo kama nilivyokuambia. Umeelewa vizuri? Haya.
Pole sana, lakini kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Nina imani ili litaisha. Mungu atakusaidia. Kwa hiyo unafanyaje? Sina hata cha kufanya. Hapa nilipo nimechanganyikiwa kabisa. Tulia. Limeisha. Zamida. Nashukuru Mungu. Zubeda, unajua yeye ni rafiki yangu. Kuna muda mwingine na kuonea huruma, lakini ndio huniamini. Sonia, niamini ili na mimi nikuamini juu ya huo mpango. Sawa. Kesho ni siku nzuri sana. Ni siku ambayo utaenda kufunguliwa vifundo vyote vilikuwa kichwani mwako. Vifundo? Vifundo gani? Finish. Ninakutafutia mganga kiboko mashuhuri. Hiyo ni mashine hiyo. Kweli? Hiyo ni mashine. Ubaya ubwela. Nitashukuru sana. Mwenelewa wewe. Shit. Subiri kesho. Lakini usije ukamwambia chochote bibi yako. Akikuuliza, mwambie mimi na wewe tumegombana. Anamaanisha nini huyu? Ngoja nione hiyo kesho. Sama bibale. Karibu bwana. Asante mama. Bibi za hapa? Nzuri bwana wewe. Mbona umepotea namna hiyo? Mama tupo, wewe acha tu. Mambo yanakuwa mengi sana mjini mama yangu. Kwa hiyo tu nisamee bure tu. Ila kiukweli kabisa nitaka nipotee, unajua. Yaani mji umebadilika sana. Sio vile ambavyo unavyofahamu. Umebadilika wapi bwana wewe? Mbona sisi wenyewe tunaona hivyo hivyo tu. Hayo ya ugeni hayo. Lakini ukikaa tu unaota na kuko vile vile. Basi mimi nikaona simu zimekuwa nyingi sana. Njoo mwanangu. Kaona hili nisikuuze mama yangu. Niweze kuja huku nikae angalau hata wiki 2 tu. Sababu na likizo tayari imechukua likizo pale kusini kwangu. Kwa hiyo sasa niko free kabisa. Nitakaa hapa na wewe mama yangu ili niweze kudeka. Kudeka? Kudeka utadeka. Kwa sababu mimi mwenyewe pia nina hamu na mziwanda wangu. Manake imekuwa muda sasa. Ngoja sasa nikupeleke ndani. Hapo usisumbuka bibi mama, hata msaidie tu usijali. Haya wewe. Naona msimu wa mwembe ushaanza. Ndio. Mama yangu mama ho. Hae mama hae. Sasa sikiliza. Leo utalala na mtoto wa kaka yako. Kitanda chake kikubwa. Utalala naye. Bibi, unajisikia unachoongea bibi? Yaani mimi nilale na baba yangu mdogo kitanda kimoja? Mama, umesema? Nimesema hivi. Leo utalala na mtoto wa kaka yako. Kitanda chake kikubwa. Utalala naye. Leo kanitusi sana. Leo akuniambia mimi nina siri na Champo. Champo ndio alosababisha kifo cha kaka yako. Leo akaniambia mimi nina siri naye huyo. Nikasema silaji nawe. Na mimi ndio maana nimemrejeshia tu silata alonitusi huyo.
Umemtukana mama yangu eh? Hapana ba mdogo. Binyangemba mimi nilimwambia kwamba kwa nini ana mahusiano na Champo wakati ni adui yetu. Hilo ndo tu si ba mdogo. Eti mama yangu ndio amekutukana kama hivyo? Dogo hiyo. Dogo hiyo. Wewe wakuniambia hivyo? Huyu leo kanyanyua kinywa chake. Kuniambia maneno kama hayo. Mimi sijapenda maneno. Na mimi leo nimemrejeshea. Wewe unaila. Mimi nilikutania tu. Basi mama yangu, mimi nakuomba umsamehe. Huyu ni mjukuu wako. Msamehe tu bure. Usilie na wala usijali. Bibi yako ameshaanza kuzeeka. Mimi nimemguzia nini bibi? Kwa kosa gani mpaka kainuka bila thamani yangu kuikubali ba mdogo? Mimi nikosa gani? Sawa, ila naomba usijali, kuwa na amani. Sasa wewe utakwenda kulala na bibi kule chumbani kwake, alafu mimi nitalala kwenye chumba chako, sawa? Kwa hiyo wewe hofu yako kulogwa, si ndio? Ndio ndugu yangu, iko ndicho ninachokihofia. Hebu angalia baba Zubeda yule pale, umeshamlamba umemweka tu msukule mule ndani. Na mimi itakuwaje? Hiyo ndio hofu yangu. Ile cha kukushauri usilale bila dua, ndio kitachokusaidia. Sasa hayo ndio mambo. Huo ushauri ndio mimi naubeba. Yaani kuanzia leo siwezi kulala bila kuongea na Mungu wangu. Naongea na Mungu wangu kisha ndio nalala. Ukiamini uchawi yupo, utaishi kwa mashaka. Lakini kama uamini, huwezi kuishi kwa mashaka. Kikubwa dua tu. Kwenye dua hapo. Ndio nipo na mimi kwenye dua hapo hapo. Sawa. Acha mimi nikuache. Naelekea hapo mbele kidogo. Maana wewe ndio ulonikawiza hapa. Mimi mwenyewe pia hivyo. Naenda hapo kwenye miogo. Asubuhi. Na iwai miogo ya moto. Kachumbari mwa mchuzi jaa. Miogo inaelea tu kama samaki. Basi sawa. Ila kwa muda huu sidhani kama miogo utaipata. Ni bora zaidi ukanunue vitumbua tu. We, vitumbua vya mtaa unavijua? Yaani kitumbua kama kimedownloadiwa, yaani ukiangalia kinakuangalia hivi. Kitumbua kinasema kupe basi baadaye bwana. Sawa. Haya sawa sawa. Mbona sielewi nini kile nilichokiona? Maiti au? Na kama maiti ilikuwa inafanya nini? Sielewi. Naota au? Nancy! Nancy! Naam.
kwa kukimbia chooni. Nimeona. Hebu bwana, tuvishe. Ulichokiona, funga hicho kinywa chako, funga hicho kinywa chako. Sitaki umwambie mtu yoyote. Umenielewa? Nimekwambiaje? Sio unafanya tu hivi. Nini nilichoongea hapa, umenielewa? Umesema nilichokiona nisimwambie mtu yoyote yule. Funga hicho kinywa chako. Umekuja wakati mwafaka. Karibu sana. Asante. Unaendeleaje kiafya? Nashukuru niko timamu. Mara nyingi mdogo wangu namwamini sana katika masuala mazima ya tiba asili. Niko vizuri kiukweli. Hata mimi namwamini. Naona uko vizuri. Ni kweli. Umefikia wapi katika ule mpango wetu tulioupanga? Kiukweli nilifanikiwa kuchota mchanga, lakini ghafla akatokea Champo akaniamuru ni umwage, na kama unavyomjua nilishindwa kumkaidi, ikabidi ni umwage. Haya, ina maana kilichopo chooni mama anakijua? Na kwa nini aniambie vile? Mbona sielewelewi? Ule mchanga ni muhimu sana katika kazi yetu. Kwa hiyo ni lazima tuupate ili tuweze kufanikisha majambo yetu. Kwa hiyo tumia nguvu zako zote kuweza kuupata huo mchanga. Sawa, nikutoe wasiwasi. Nitafanya kama tulivyopanga na nitajitahidi ili mradi nifanikiwe kupata mchanga mwingine. Basi sawa, fanya hivyo. Sawa. Na kweli umetaka kujua. Umekuja kwa wakati sahihi. Ni kweli, maana sielewelewi. Uelewi nini? Bibi kanambia we ni mbaya kwangu, tena nisikuamini kabisa. Champo pia ni mbaya kwetu. Lakini cha ajabu, kunaonekana kuna jambo la siri kati ya Champo na bibi. Nalijua hilo, na ukweli bibi yako ni mchawi sana. Mimi lengo langu ni kusaidie. Ndio maana nilikutuma ilizi. Ungeileta, ningetoa uchawi wote aliokuwa na bibi yako. Unajisikiaje kwa sasa? Ndicho kilichokuleta asubuhi ya leo. Nimekuja kukupa taarifa. Bado sijafa, ila umeuchokoza moto na sijui kama utaweza kuuzima. Mwinyi, hauwezi kunifanya chochote na aunitishi na unisumbui kwa lolote. Kama aliniweza yule kibaraka wako, usizani kama na wewe utaniweza. Sitakupa nafasi hata ya kupiga hatua moja kunisogelea. Nitakufanya kitu kibaya sana. Wewe bibi anang'ata na kupuliza eh? Ndiyo, na hata baba yako hajafa. Amewekwa chooni. Kutokana na macho yako ya kiza, huwezi kuona chochote. Ndio maana baba mdogo alikuwa anatoka mbio chooni. Baba mdogo wako nani? Hansi. Namuonea huruma sana, maana amekifuata kifo chake. Bibi yako anataka kumtoa kafara. Kafara tena? Ngoja upone.
ndio ulete mdomo wako, ila mimi ninachokitaka uje useme ukweli kati ya mimi na wewe. Ni nani aliyehusika na kifo cha mama yake na Sasha, ambaye wewe ni dada yako? Ila kwa taarifa yako, dada yako hajafa. Huu ni usembe. Ukitaka kujua mabaya yote ya bibi yako, ukifika kwenu puliza, utaona kila kitu, ila usije ukaogopa. Ukiogopa atakuua. Ukiwa kawaida hataona ujui chochote, kwa sababu lengo la bibi yako kukulisisha uchawi. Sonia, mimi sitaki uchawi. Naomba unisaidie kivyo vyote vile. Sawa, si kila anayepewa uchawi ukazani anapenda, wengine wanalazimishwa. Sawa, nimekuelewa.